amevika mwaka na wema. And they are brought the truth fatness. Na inapata kudondoza unono. The Bible says it is truth fatness. Inasema kwamba inadondoza unono. May the Lord drop fatness in your life. Bwana achilie unono kwa maisha yako. Maybe through anything that the Lord will eat. Uweka kuja tu sababu Bwana atakuja. Drop the fatness in your life. Achilia unono kwa So in the name of God. He declares the Lord that the end and the beginning belongs to him. I want to tell you, Church of God, it is time that we need to forget everything that are behind us and press forward for the cause that the Lord has given us. Because the Lord has been with us. Let somebody clap to Almighty God. In Philippians 3 verse 12, I want us to go there very fast. Very fast in the name of Jesus. The Lord is speaking to our lives. Let's forget those that are behind us. Let's not can go forward. The Lord has come for us. He has grabbed the ear. With the fatness. With the fatness. I feel the fatness of God in me. I feel the joy of God in me. I feel the presence of God in me. Because the Lord is with us. I want to encourage you, Church of God. May you start feeling the goodness of God. Not because of what you have done. Remember the one the Lord has done in you. The one the Lord has done to your life. The one the Lord has done to your children. The one the Lord has done to present. The one the Lord has done to our church. Now the church. Hallelujah. Hallelujah. When God comes to His presence, Mungu akija na uwepo wake anajaza kanisa na unono. Kila mtu hapa anafanya kazi na Mungu akibariki yao. Tunaita huyo ni uleta unini. now when you see people nowadays, Ukiona kibe sizi utabi maana kukaa. It means that the Lord is filling the church with maanisha Mungu anaweka everybody is growing. kila mtu anakuwa. Somebody clap to Almighty God. When you go to the house of Jacob, He is filling the house with the fatness. Anajaza nyumba na unono. That is yes, I should say. Tunajua tuka hapa. You can get like of your vegetable. Because the Lord is feeding us. The fatness. And the Lord leads our child. Somebody can see the name of Jesus. Hallelujah. The Lord is feeding. Bwana yuko hapa. Feeding the church. Bwana analijaza kanisa This word. na neno lake. Philippians 3 verse 12. Wafilipi 3:12. Are you there, Mr. Desire? Tuko hapo kabisa. Very fast. Somee kwa haraka. Yes. Yeah. Yes. Verse 14. Lakini umefika. 14. Unajua unachukua video hapo, so ukisoma soma changamka. Hallelujah. Can we clap to Almighty God? The Bible says that inasema in verse 12, sasa kuna nini? God has already attained. Si kwamba nimekwisha kufika. I am already perfect. Au nimekwisha kuwa kamili. But I thought Na wale akaza kwa hiyo. Nilipata kuisha. He was also apprehended for Christ Jesus. Familia yake imeshikwa Kristo Yesu. Kanisa la Kristo. Now that I've reached our attained. Si kwamba nimefika. Now that I'm perfect. Si kwamba nimekamilika. God has carried me to where I am. God has carried you. Bwana amekubali. You are so good. Si kwamba wewe ni mwema.
are you very serious? Unajua Mungu amekuinua. Yes. Amen. Uone Mungu. So wewe kama unaona kita. Sawa ile nyuma. Forget what is behind you. Wale wakikusawa ile nyuma. Na uende mbele. Na uende mbele. Kwa sababu Mungu ameandaa. Because God has prepared. He has prepared a table for you. Ameandaa mbele kwa na Biblia inasema maadui wetu na watu si wanaona jambo basi wataishi katika tunai leo namsomea tekene hata kwa inagharimu mkono wa Mungu behind you yale ambayo yakusaidia try to put you down yale ambayo yakusaidia try to mock you yale kulihaki God has been faithful. Mungu amekuwa yes praise only the Lord inasema kwa jina la Yesu God has something new for you Bwana amekutukia Bwana kwa mema. Anipea viatu. Niko na kitu cha kufukuza Mungu. Ni mwema. Ni mwema. Amenibariki. Yes. Nimegrow. Mungu ni mwema. Ni mwema. Na kwa vizuri amenibariki. When God blesses you, Mungu akubariki. You eat good. Unakula vizuri. When God blesses you, Mungu akubariki. Anakuinua. Mungu akubariki. What you? Like this year that we are approaching. Anakuweka mpaka tunasongea. Bwana akubariki. Jerome, you need to celebrate God. Jerome, bibi kufurahia Mungu. Because you got an husband, you got an husband just 2 weeks ago. Ulipata mume wiki mbili iliyopita. Oh, you need to rejoice. Ya pili ufurahie. It is hard to get a husband. Nimekuta na kupata mume. People can tell you and leave you. Watu wanaweza kukutongoza na wakwache. But to get a husband. Lakini kupata mume. A husband. Mume. Somebody of this. Mume aliye na mashurubu. Ngumu sana. You thank God. Hapatikani sokoni. Watu wanapenda mingi. Watu wanapeana mwito na wanahendwa. Na wanavuja agano. Lakini leo wanakupa mume. Mshike vizuri. Kuka naye. Amke naye. Amke naye. Bwana amekupa mtu kama mtenda. Unataka kupigia kufulia nguo. Leo Baba nakushukuru. Ulinipa mke mzuri. Sinapochelewa. Hapo kwa ajili yako. Nikuuliza maswali. Hata usiku wote. Ananipikia chakula. Yeye ni mwema. Analinda watoto wangu. Ni mwema. Bwana mshoka. Ninakushukuru. Hata kaduru niliyopa. Najua hii mwanamke. Ulifanya mwanamke. Kwa kwangu. Unipa chakula. Bwana Yesu. Ninakushukuru. Kwa sababu ya huyu mzee. Anakuwa mwema. Ninampenda. Anakuwa mtukufu. Kwa ajili Mwenyezi. Mwaka mzima. Amefikiria sana. Nimemkomba sasa. Lakini amekuwa mvumilivu. Wakati ninakomaliza ananipigia chakula. Wakati ninakomaliza ananipigia nguo. Ninamshukuru Mungu. Vile Bwana amekubariki. Usichukulie dunia. Kuna wanaume wanaenda nyuma kwa nyuma. Wanakufa
kole. Nunua kazawadi. Wewe bibi zawadi kwa. Babu. Hata leo kama unayangu unapenda. Toache na mtoto wako unamaliza kwa mfuko hiyo. Unanunua kama mwenyewe unachukua. Yes. Kalamu kubariki wewe. Surprise. Mama akikama. Anawaambia ndio kitu kubwa kumbe ndio. Unapea. Yes. Mimi ndio ndio kwa badala lazima kule. Namwambia funge macho, namwambia surprise. Surprise. Ndio hii. Abu. Alipa bonge la surprise. Sisi yeye tulio bonge la surprise. Huu ni mwaka wa kutoa zawadi nono kwa ajili ya mke wako. Mwisho utoa pesa kwa mfuko shilingi 300 unasema mama, this is surprise ya kutafuta. Na nunue nguo alafu alete nguo aseme unaonaje? Hii ni tabia nilinunua. Na cheki ya jebe nitoa. Hapo tunapanga pesa hapo kama umeenda. Ndio kile mmoja hapo. Hello. Mimi mmoja nguo la kwani nione. Nataka tu confirm. Yes. Wako tuone. Pesa ina thamani, ulinunua kitu ya thamani. Si kwenda kununua hema tu. Kufanyia huko kama sioni. Kuna nini leo hema? Yaani hema ndio. Haina fomu. Haleluya. Anasema si anamwambia unaonaje. Sasa kila anakusumbua wako na unawacha na wewe kwa that's love. Yaani See white people. unaona wazungu wanatembea na jamii yao. Sisi wanani hata wanani wanaenda kwa vitu wanana na familia zao wako vipi? Ukisikia tu mtu mmoja anasema sisi kabila yetu ana hii Ana kitu. Huyo ni stingi. Mjibibu. Huyo ni stingi ana majani. Tumjoe. Majani yako nayo ajui kwamba priority ni Mungu alimpatia familia yake. Aelewi kwamba Mungu ameweka base kwa familia yako. Wacha church. Yes. Inakuanga God, your family, then church. Nani alikuambia ati unaanza na Mungu alafu church? Huyo mhubiri mwongo. God is for your family. You start with God, then your family, then the church, then other. Ndugu yako na baba yako anakuja namba 3. That's why when God is in you, Wakati Mungu yuko kwako, when your family is stable in God, wakati unaingia kwa Mungu, God is glorified. Mungu anatukuzwa. Kwa sababu Mungu wa familia. He doesn't call people, he calls you and your family. Haitu watu anakuita wewe na jamii yako. Why told Abraham, Maana Mungu Ibrahimu, I've called you your family. nimekuita wewe na jamii. The time of Nuh, Katika nyakati za Nuhu, they ended in a safina with the family. The jamii. time of Cornelius, Wakati wa Kornelio, God descended to the family. Mungu alionekania familia. So God is God of the family. Mungu ni Mungu wa familia. You know the family of Priscilla and Aquila. Unajua familia ya Priscilla na God Aquila? listed them as a family. Mungu aliwakutanisha So the sana. priority is the family. Kwa hivyo kipaumbele ni jamii. Familia yako. Mm. Mungu, familia yako. Bwana ndiye ndoa yake. Yes. The priest of your Wewe mume, wewe ndio kuhani mkuu wa hiyo familia. Hii Mungu wakati familia yako hii Mwae
tumesoma kwamba hata maombi ya mkewe inaweza kuzuia Mungu asisikie maombi yako kwa sababu ya Biblia. Waume wamekosa kibali kwa Mungu kwa sababu asiyetunza watu wa nyumbani kwao anawezaje kutunza kanisa lake? Ni ngumu sana. So lazima utunze kwako kwanza. Anafananishwa na muuaji. Anafananishwa na muuaji. Mume asitetea jamii yake. Hii muuaji. Pura kabisa. Si kweli. Afanye kwa ufalme. Nenda mbinguni ya nani? Ya nani? Sasa ndio maana. Sio lazima kama kila biashara Imeundwa. Imeshughulikiwa. shughulikia wenyewe na usio shughulikia. Hatari. Oh. Hapa kuna kapi nyeupe. Hakuna nyanya. Oh, nyingine na maji yao. Ile ndio ndio yako. Kuna hiyo kishonea. Ukikula katakata. Wewe ni mimi pia. Kumbuka kuna jamii. Ukikula supu Ya kichwa ya mbuzi. Kumbuka kuna familia. ukikula mtura. Kumbuka familia. Familia yako za kaani. Mwaka mmoja unakula. Hatari. Yaani familia yako sasa inaweza kaja kufanya ati Januari, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, mwezi wa nne, mwezi wa tano, mwezi wa sita, mwezi wa saba, mwezi wa nane, mwezi wa tisa, mwezi wa kumi, wa kumi na mbili. Ajenda sema. Hatuna sema. Familia na Mungu tu. Umai surprise, bonge la surprise. Bonge la. Ndio yako Haya, kusema. jamaa umesema matumbo. Wacha matumbo komena. Kile kidogo kwa kwanza wewe umeanza kusema. Mimi tiki. Nenda na chukua mimi sasa hivi basi. Wanaunda una. Na ukundwa mimi lazima ugane na resho. Maana wamenda na baba ukati. Wewe na test wewe jaribu tu test omena. Na wakundie vizuri omena. Ndio wanakwaya. Inaenda wanaimba Dubai. Pole. Taksema. Kama mwanzo mwaka huu. Linda familia yenu. Mungu atakubariki. Hakuna mtu anakuingia familia yako. Mchungaji hawezi kuingia. Nawaombea tu familia yako. Kama baba umbeza linda familia yako. Linda familia yako. Iangalie vizuri. Wewe ni Mungu na Now, I want to end this message. Takamalizie mtume huu. Haraka sana. Now is the time. Sikiza kanisa. In Galatians 7:8. Mhubiri 7:8. Heri mwisho kuliko mwanzo. Better is the end. Better is the end Heri than the beginning. kuliko mwanzo. As you today, Unapomalizia God said it is better. Mungu anasema ni Better than the beginning. heri mwisho kuliko mwanzo. We started war. Haijalishi We are ending with peace. tunamaliza na We started with war. tulianza na We vita. started with sickness. Tulianza na We magonjwa. are ending the year Na tunamaliza with the peace of God. na amani ya With the Mungu. love of God. Na With ulinzi the wa Mungu. abundance of Jesus. Na utele wa Mungu. Let's end this year. Wacha tuingie mwaka huu katika njia ya utukufu. Mungu anafanya tukue siku baada ya siku, usiku na mchana. Muda ambao umepita na mapungufu ambayo inafanya sisi tusikue imepita. Mungu anaweza kupiga, anaweza kuachilia mavuno usiku. Mungu ni Mungu. Katika muda mfupi tunaanza kuwa na wasiwasi kwa mwaka.
Lakini Mungu anabadilisha. Things that were ended at the beginning. Vitu ambavyo vinaisha kuliko mwanzo. Sasa people that were seeing you. Watu walikuwa kukueleza. See you after 3 years. Kwa maana ya mitano. Let them see your end. Wataona mwisho wako. See God that is in you. Wataona Mungu aliye. See the blessing that is in you. Baraka ambazo ziko in you. So I started when you are weary. Watu waliona unaona we have nothing now. Wana kitu. Tell them to watch us. Ambia waangalie. Tell them to watch us. Angalia tu sawa. God is going to do marvelous. God is going to bless us. In the name of Jesus. Yes. One feel that it is the end. Kama ni mwisho. Maybe it is that is the end of your road. Wewe mwana ni mwisho wa njia. You actually see yourself. Usijirushe mwenyewe. God is bringing the divine. Mungu analeta cheki Mungu. Uzalisho wa kiweke. The Lord made the design divine. Watu wanaachilia ufahiyo. Growing the name of God. Kukua kwa china. I want you to see the glory of God. Wana tukufu. The Lord is here today. Kwa wana yuko. You experience hard times. You experience the pain in your life. Tuko kwa maisha yako. I'm here to encourage you. Trust God in the name of God. Mungu is not expired. Yeah, hajaisha. Expired. Mungu hajaisha. People do bad things. Sijazika mtu mwaka mzima. Mungu ana sababu. Nina sababu iko mchungaji. Nina sababu iko mchungaji. Na wewe Mungu ni mwema. Tuweka Mungu. Unatupenda mbele wangu ya hiyo mbele. Maana yake kwa kabisa upenda wajie. Tumsaidie Mungu wewe. Ana sababu. Tuna sababu. Wenda katika Mungu. Iwa mlana wangu wa tanaba. Umejishughulisha mwenyewe. Iwa kalenda. Kalenda ya Mungu. Problem da. Kwa manadizo mingi. Iwa kalenda. Katika kalenda. I want to let you know. Nataka nikueleze. Kalenda. Kwa kalenda yako. Kalenda of God. Sio ya Mungu. Maybe you want to plan. Wana mipango. Kalenda. Panga ikakushwa. Kalenda. Kalenda yako. Ile kalenda sio kalenda ya Mungu. Yeah.
Kanisa. 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 Mungu alikuleta kwa makusudi ili upate kuinuliwa na kutia mambo ya jina la Yesu. Wewe unaweza kumaliza. Lakini Bwana amekuweka. Ana sababu. Ana sababu. Ana sababu. Jaribu kutazama Mungu. Bwana. Bwana mwisho. Jaribu kutazama Mungu. Mama try. Jaribu. To see that your hand Bwana kama mwisho. be the beginning of God. Unakoma tu. I want to say try. Nataka niseme. I want to say try. Kusema jaribu. Try. Jaribu. I know you have lost hope. Najua umekata tamaa. I know you are discouraged. Najua umeshushwa. I know you are disappointed. Najua umeshushwa. Say, Lakini nasema try. jaribu. Try. Jaribu. Try. Jaribu. I say try. Nasema jaribu. Try. Jaribu. Try. Jaribu. I see Ninaona the end is beginning. jaribu na uone mwisho kwa Try to see jaribu kuona that the end of your life, ya kwamba mwisho wa maisha yako the beginning of God to you. mwanzo wa Mungu The kwako. beginning of God to you. Ndio mwanzo wa Mungu kwako. The beginning of God to Ndio you. mwanzo wa Mungu kwako. Don't lose hope. Mambo usikate tamaa. Don't lose hope. Usikate tamaa. Our God is a living God. Mungu wetu ni Mungu anaishi. Na Mungu anaishi mbinguni sasa. Yuko na It's a minute of fire. kati ya moyo. Be with us. Atakuwa na sisi. Big storm now. Kati ya dhoruba. You'll never leave. Hata kuacha. Never forsake. Hata kusahau. Ye Mungu anaishi. I'm Na kutia moyo kanisa. God brought you in. Mungu alikuleta hapa. Ndio kwa maana kutia moyo kanisa. Faith is not where you are. Nasema kwamba Faith is not where you are. mwanguko si mahali ulipo. Faith is not where you are. Imani si mahali upo. Believe your faith. Lakini hebu ume ndani yako. Kuona kesho yako kwa kubwa. Mamlaka za tumaini. Nina baya kwa na wali ya wewe. Nataka kwa hivyo my faith nataka kwa imani. Nina mbele yaonekana. Sadika kwa maisha yangu. I have hope with God. Nina na Mungu. That God will bless me. Na kama Mungu I anafanya. have faith with God. Mahali ya tumaini. God will do it for Kama me. Mungu anafanya kwa mimi. I'm telling you today. Nataka naambia leo. Nataka naombe mfano wa Mungu. Mfano wa Ruth. Biblia inasema heri mwisho Ruth na Naomi waliona mwisho wao. Waliona mwisho wao. Nataka nikwambie wewe. Mungu anakuja na ukaanza kuona. Nataka niwatie moyo. Ruth was very courageous. Ruth alimama. Can you be courageous? Je, kuwa jasiri kama Ruth? Kuwa jasiri kama Ruth. Bwana wema wa Mungu. Aliyosema Hana alipata kudhihakiwa na Penina. Lakini Mungu alikuwa na Hana. Hata hakuona mwisho. Akaona mwanzo. Alimwamini Mungu. Sara inabidi watoto muda mrefu. Hakuhesabu miaka. Lakini mtu wenye Mungu. Bwana unaanza mwanzo. Hata Bwana apae. Tumainia Mungu. Tumainia Mungu. Hata kama Naomi. Tumainia Mungu. Na vile Naomi. Tumainia Mungu. Tembea naye. Tumainia yeye. Utaona kile atafanya. Haleluya. Sikufi kwa dhoruba. Kile ambacho inawazuisha watu haitainua mimi. Kando na majaribu kwa nami inaenda kubaki mzima kwa Bwana. Ninajua tuko kati ya matatizo, lakini tuko katika Kristo Yesu ambaye anapitia kati ya matatizo. Ndani ya Yesu ndiyo tuko ndani ya majaribu, lakini Yesu yuko nasi. Lakini Yesu anamalizia. Mupigie Bwana Yesu makofi. Kumbuka mambo ambayo Bwana amefanya kwa maisha yako. Ni vigumu kwenda ukinunika
anafanya. Remember what the Lord is doing. Kumbuka kile kitu Bwana anafanya. The work of God. Kumbuka kazi ya Mungu. Remember the lepers, the 10 lepers. Kumbuka wale wenye ukoma 10. One came and decided that to God. Mmoja akasema asante kwa Mungu. God has restored you. Bwana ameweza kurejesha. Amekufanya kuishi. Amefanya imani yako kuwa. Kuna watu ulianza na wao. They are not there. Hawapo. Others are moving into 5 to 6 churches. Wengine wameenda mpaka 10. But you are here today. Lakini uko hapa leo. Only the song we started to play the song. Tulianza na wasonga. The song now when I talk today. Tunazungumza leo. He has moved to more than 10 churches. Ameenda zaidi ya 10. We started with the people here. Tulianza na watu hapa. We started with the sister of Regina. Tulianza na Dr. Regina. But today when I talk, she has gone to 4 churches. Ameenda zaidi ya 10. I'm trying to say, God has kept you here. Bwana amekuwa With a purpose in the name of God. na makusudi kwenye I Mungu. encourage you in the name of Jesus. Nakutia wewe kwenye Let's Yesu. pray in the name of God. Songe mbele kwa jina la I Mungu. want to say, Nataka niseme God is working. Mungu Is working. anafanya. Is working for you. Is designing things for you. Anafanya mazuri. He will give you a testimony Anakupa ushuhuda. to attest to people, Ushuhuda kwa ajili ya watu. so that people will know Ili watu wajue that God is with you. ya kwamba Mungu yuko Don't hapa. go around worrying. Usiende na God wasiwasi. is fighting your battle. Bwana He's getting everything arranged for you. Bwana anapata vitu kupata. He's arranging things for you. Anapanga vitu kwa ajili ya God watu. is getting ready to open doors. Bwana ako tayari kufungua mahali. Bring an opportunity across your life. Unaleta nafasi kwa maisha When yako. you start seeing the opportunity, Anza kuona nafasi. God is here Kwa today. Bwana yuko hapa. Why do we thank God today? Bwana tunashukuru Mungu leo. Because shukuru Mungu God has been good to our life. Amekuweka kwa maisha. He has given us peace. Ametupa amani. Storms in our life. Amenyamazisha leo kwa yetu. Our life. Ambayo wewe umeshalizo wewe umetangi kitu. Tunamshukuru leo. Kama tacha. Mungu kanisa. Wani wachue. Wakati watu winafu. Wali kuna God supplies food. Bwana May you remember, je kumbuka when you were sick, Mungu alikuwa kwa nobody intervened. hakuna kuingilia. God came Mungu akakuja and in your life, na akaponya maisha let yako him judge. kabisa. Give him honor. Peana utukufu. He has done it. Mungu amefanya kwako. Amefanya kwako. You remember when you were sick? Unakumbuka kwamba He healed you. alikuponya. He provided for your children. Alipeana kwa ile watoto wako. You know when your children had nothing, Je, unakumbuka watoto walikosa kitu? you went no school fees. Hawakuwa na karo ya shule. And God Lakini Mungu did it for you. alikufanyia. Akakufanyia. How many children are broken from school? Watoto wangapi wameacha shule? They had dream. They had dream, Walikuwa na ndoto but they left school. lakini wakaacha shule. Because nobody wanted to. Kwa kuwa hawakuwa na mtu wa kuwasaidia. Wewe una heri. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Hakuna kuomba. Nataka nikwambie. Ambia Bwana ajili yako. Wewe ni mwema. One day they can Wewe kwa una chochote. but God sent somebody to ask for you. Mungu akatuma mtu akabidia kwako. Provided food for you. Akapeana chakula kwa ajili yako. This is the first time that you are passing through problem. Hizi mara ya kwanza unapitia matatizo. Don't lose hope. Usikate tamaa. On the other side, Katika wakati mwingine God is rewarding you. Mungu anakupa zawadi. Our hope is in God. Tumaini letu liko kwa We Mungu. are serving God that is all knowing. Tunamwabudu Mungu ambaye anajulikana, And is there. ambaye yuko hapo The last and the beginning. mwanzo na mwisho. He loved his people. Alipenda watu And wake he still loves us today. na bado anatupenda He leo. has crowned the year of the goodness. Amefika mwaka na mazuri. You are not downcast, church. Au yashushwa kanisa. Don't fail to forsake them. Usihisi kuachwa. There's nothing that seems that you like. Maybe there's something that seems is not working in your life. Wewe kuna kitu haifanyiki maishani mwako. And before it comes, Na kabla ya kuduru, God will intervene. Mungu anaingilia. I say, Nasema maybe, huenda something, kuna kitu a hand, ambayo imekudhuru. before it comes, God will intervene. Kabla ya kudhuru, Mungu ataingilia. God will intervene. Mungu ataingilia kati. Stand on our feet. Simama kwa bibi yetu. Karibu.
Nataka uombe. Useme asante kwa Mungu. Kuna kipindi bibi yangu aliniambia alikuwa anataka kazi. Niambia baba, nataka mtu apate kazi ya mochari. Niko tayari kufanya kazi nipate kulinda watu wangu. Sijawahi sahau hilo neno. Sijawahi sahau. Nikikumbuka hilo neno na mwaga machozi. Mbona Mungu? Mbona Mungu? Mbona inafanyika kwa mimi leo? Mungu wewe, Mungu maisha yetu. Fanya njia. Ninapenda Biblia. Amejali watoto wake. Juu na chini. Katika bonde Mungu amekuwa mwema. Church, I want to open your mouth. Utakafungue kinywa chako and thank God. Na ushukuru Mungu for his goodness, kwa wema wake. Even give it this to me as you end this year. Katika mwaka huu, even give it means to kneel before God. Kama itakujalisha kupiga magoti mbele. Even give it means to raise up hands. Kama ni kuinua mikono. Salama. Jitulie. Baba, mwambie Mungu, this man, mbali huu, it is you. Ni wewe. It is you. Ni wewe. It is you. The middle of storms. Katikati ya dhoruba, Bwana ni nasi. Oh, Bwana